Nashukuru Mungu kweli. Tumeanza asubuhi vizuri sana na tutaendelea. Naamini ya kwamba katika hii wiki ni wiki ya Roho Mtakatifu. Tuko hapa kujifunza, tuko hapa kuomba, tuko hapa kupokea vitu vitokavyo juu mbinguni. Nashukuru sana Dr. na Mom, may God bless you, na viongozi wote na kanisa lote. Mungu awabariki sana. Naamini ni mwanzo katika wiki hii ambao Mungu amekusudia kufanya mambo makubwa, na Mungu atafanya. Nitaendelea mahali niliacha asubuhi, which means ukija asubuhi ni somo linaendelea. Ukija saa hii unalikuta mahali limefika, kwa sababu ni somo kubwa la Roho Mtakatifu. Hatuwezi kulimaliza, lakini mimi najua nitaongea na Dr. na Mama, sababu ni lazima tutoe vitabu kidogo, ili yule ambaye alimiss atapata kwenye vitabu. Lakini wewe ambao unakuja ni vyema utaipata tu. Asubuhi tuliangalia ujio wa Roho Mtakatifu. Tukajifunza ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ambayo leo katika hii wiki ya Pentecost tumeanza kuangalia kwenye Biblia katika Agano Jipya, alikuja namna gani? Alianzia wapi? Kabla sisi hatujafika katika ile agizo ambao Yesu aliagiza mitume wake waende wasubiri. Tuliangalia kwamba Roho Mtakatifu alianza na wachache ambao waliokuwa wanasubiri hekaluni maishani mwao. Tulitaja baadhi, lakini hatuwezi kurudia. Lakini katika hiyo basi tunaendelea katika huo muendelezo. Tulifika mahali tukaona kwamba Elizabeth na Mary, neno la Bwana linasema waliposalimiana kila mmoja alijazwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tukaangalia Roho Mtakatifu alianza mbali sana. Katika hatua inayofuata unaweza ukaandika Yesu pia tunamsoma ya kwamba alijazwa Roho Mtakatifu angali katika tumbo la Mary. Yesu alijazwa Roho Mtakatifu angali katika tumbo la Mary. Mathayo 1 na mstari wa 18. Mathayo 1 na mstari wa 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was exposed to Joseph before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. Na neno linasema ya kwamba katika ile hali ambao Mary na Yusufu walikuwa katika uchumba wao, basi ilionekana ya kwamba already Yesu tayari alikuwa katika tumbo mle, na Biblia inasema katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariam mama yake alipokuwa amepozwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. So which means Roho Mtakatifu ana mwanzo wake sana. Ana mwanzo wake hata katika Yesu kuzaliwa. Na unaweza ukaimagine leo, wewe ndio huyo unayemtarajia leo. Unaweza ukawa makini sana, kwa sababu haya mambo yalizidi akili ya Mary, yalizidi akili ya Yusufu, yalizidi akili ya mtu yeyote aliyekuwepo. Yalifanyikaje? Mungu anajua. Na tuliona sibu ya kwamba huyu malaika, huyu Roho Mtakatifu alitambulishwa kwa uwezo wa malaika Gabriel. Malaika Gabriel aliyetumwa kutoka juu mbinguni alileta taarifa. Andika jambo lingine, mtu wa tatu. Maana tulianza mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa leo tunaangalia mtu wa tatu pia ambaye aliyejazwa Roho Mtakatifu. Mtu wa tatu ambaye aliyejazwa Roho Mtakatifu katika taratibu ambao Yesu alikuwa katika kuzaliwa kwake. Tunaangalia pia alikuwa ni kuhani katika hekalu hilo ambaye alikuwa na hudumu. Kulikuwa na kuhani anaitwa Zakaria. Biblia inasema na Elizabeth walikaa hekaluni
walitumika kwa uaminifu. Lakini angalia ya kwamba neno linasema kwa sababu kipindi hicho Roho Mtakatifu alikuwa bado hajafunuliwa, Roho Mtakatifu alikuwa bado hajaja. Neno linasema katika ile kipindi Mungu akakusudia kwanza na wale ambao waliojitoa katika hekalu enzi hizo. Ukapatikana Zakaria yuko mle akitoa huduma kawaida, na neno la Bwana linasema hivi, Luka 1:67. Luka 1:67. Tunaangalia ujio wa Roho Mtakatifu katika ile watu wachache ambaye waliokuwa Jerusalem, na neno la Bwana linasema katika Luka 1 na mstari wa 67. Tunasoma neno la Bwana linasema hivi, and his father 67, na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu akatabiri akisema. Alisemaje? Alijazwa Roho Mtakatifu akitabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajilia watu wake na kuwakomboa. Tunaangalia Zakaria alikuwa kuhani, na neno la Bwana linasema akiwa katika kazi yake ya kuhani, Roho Mtakatifu alikuwa bado hajashuka. Kwa hivyo ilikuwa ni halali kwao kutumika bila Roho Mtakatifu. Lakini sasa Mungu akakusudia kufanya jambo la ajabu. Hebu imagine ungekuwa kuhani enzi hizo, hakuna kitu ungelaumiwa nacho. Kwa sababu gani? Roho alikuwa bado hajafunuliwa. Kwa hivyo walitumika kwa uaminifu. Hata bila Roho Mtakatifu waliendelea kutumika kwa uaminifu. Waliendelea kusubiri Bwana, waliendelea kutazamia mambo makubwa sana. Na hebu imagine wakati hawana Roho Mtakatifu. Na neno la Bwana linasema ila jambo tunaloliona kwa baba yake na Yohana ni ya kwamba malaika alipoleta taarifa, yeye alifika mahali akaanza kupiga maswali malaika. Hebu imagine leo malaika anatoka mbinguni anakuletea habari njema, alafu unampa maswali ya mashaka. Unaonaje, nini matokeo? Na ndio Biblia inasema malaika ametokea na Zakaria yuko hekaluni anafanya kazi ya madhabahu. Malaika ametokea mkono wa kuume, amekaa amesimama madhabahuni, anamwangalia, anamwambia Zakaria, maombi yako yamejibiwa. Na sema yamejibiwa, sema anamwambia yamejibiwa. Sema kwa umri huu kweli mimi? Malaika hakusikia vizuri sana. Asema wewe nikufanyeje sasa ili uamini? Biblia inasema Zakaria kwa sababu ya kutoamini ilimbidi malaika mfanye bubu. I say kuhani. Bishop, imagine malaika akamwambia sasa, wewe kwa sababu una mashaka, kuanzia leo hausemi, hautaongea. Hebu nikuulize, hebu hiyo ukuhani iliendaje kwa kipindi hicho Yohana Mbatizaji hajazaliwa? Na yeye ni kuhani, na watu hawakutegemea kuhani awe bubu. Imagine. Sasa mimi sijui ya huduma alikuwa anatoa wapi ya kikuhani kama dokta wetu. Hebu imagine vile anapenda maombi, halafu mkute siku ya hawaombea na waangalia tu. Wote utasikiaje? Hapana, nasema hapana. Hebu imagine ilienda hivyo kwa Zakaria, sio kwa sababu alikuwa na shida. Ni malaika amemletea taarifa inayotoka mbinguni kwa ajili ya mtoto atakayezaliwa kuzidi umri wanayofikiri, ili akatia mashaka pale. Na neno linasema basi malaika akamfanya kuwa bubu, hakuongea. Lakini neno linasema mpaka ile kipindi, Biblia inasema kipindi mpaka Yohana Mbatizaji alipozaliwa. Na yule mtoto alipozaliwa, neno la Bwana linasema wakataka kumpa jina Zakaria. Biblia inasema hivyo, wakataka kumpa jina Zakaria. Lakini walipotaka kumpa jina Zakaria, mama yake akakataa. Akaulizwa tumuiteje? Mama yake akasema Yohana. Mama yake aliposema Yohana, wakaenda kwa kuhani ili kudhibitisha ya kwamba kile mama amesema ni kweli. Wakaenda kwa Zakaria, sasa hiyo ni bubu, haongei. Akaitisha, anambia leteni karatasi. Akapewa karatasi, akaandika Yohana. Biblia inasema alipoandika Yohana, basi malaika akafungua kinywa chake na kajazwa Roho Mtakatifu aliye hai.
Ana mtu asema amen jamani. Mambo ya Mungu ni ajabu, ni ajabu. Wewe uko hapa, amini. Amini Bwana atafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Amini Bwana atafanya. Hata kama umekaa miaka mingapi bila kujazwa, amini Bwana atafanya. Kama Zakaria, Roho Mtakatifu alitumwa. Kwa nini wewe asitumwe? Siku yako ikifika, unaweza hata ukijazwa ukitembea barabarani. Siku yako ikifika, unaweza ukajazwa hata usipolia. Lakini kwenye hii Pentecost, sasa tamani huyo malaika aliyetumwa kwa hii wiki iwe yako kwa jina la Yesu. Ya kwamba utamani ya kwamba Bwana kama vile uliotuma kwa Zakaria. Na ndio neno linasema Zakaria kajazwa Roho Mtakatifu, and his father Zakaria was filled with the Holy Ghost. Yule Roho naye mtamani leo. Alianza na wenzetu kabla Yesu kuzaliwa. Huyu Roho ambao wewe unamsubiri every day. Hebu angalia, alienda kwa kizazi ambao kilikuwa na uaminifu mkubwa kusubiri ndani ya hekalu. Ndio ilivyo. Na ndio naona tunapoamini Mungu zaidi ya mashaka, tunapoamini Mungu zaidi ya mapungufu yetu, Roho Mtakatifu ataingia. Kwa sababu Roho Mtakatifu sio mtu wa kumpa masharti. Anajua wewe hauna ya kutosha kujaze, lakini yeye akiamua atakujaa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jambo lingine tunaangalia mtu wa 4 aliyejazwa Roho Mtakatifu kabla ya mambo mengine. Mtu wa 4 aliyejazwa Roho Mtakatifu. Haya yote nimesema kwamba tulianza asubuhi. Pentecost ndio hiyo imeanza kutembea. Kwa sababu tunaangalia misingi ya Pentecost inaanzia kwenye kabla Yesu hajazaliwa, kabla Roho Yohana hajazaliwa. Haya yote ni matendo ya Roho Mtakatifu. Mtu wa 4, mtu wa 4 anaitwa Simeon. Simeon tunamsoma katika Luka 2. Simeon tunamsoma katika Luka 2:25. Neno la Bwana linasemaje? Tunasoma habari ya Simeon Luka 2:25. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu kabla hata hiyo Pentecost haijatajwa. Neno la Bwana linasema hivi: natazama, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Kiswahili nasema, natazama pale Yerusalem palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, alitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Na kanisa liseme amen. 26 inasemaje? 26 inasemaje? And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Jesus Christ. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana. Alionywa na Roho Mtakatifu. Na hebu imagine leo, nimesema watu wote ambao waliojazwa sawa na neno. Kila mtu alikuwa na mission, na hiyo mission ilitimia. Hiyo mission Roho Mtakatifu alihakikisha kwamba ameitimia. Na Simeon, Biblia inasema alikuwa ni mtu aliyejawa Roho Mtakatifu, na haja yake kubwa alifikiria sana taifa la Israeli. Roho Mtakatifu, mimi naangalia wakati mwingine tunamiss, kwa sababu anapoangalia maisha ya watu anakosa mission ndani ya maisha yako. Nimesema there must be a good reason kwa nini unamhitaji Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu ili ijulikane wewe pia umejazwa, unaongea na watu, au kuna kitu amekufunulia zaidi ya kujazwa. Simeon, mission yake kubwa, aliangalia uhitaji wa Israeli. Wanabaki hawana Mesia, hawana mtu yoyote,
Na je, na watu wa mataifa wangepotea? Kwa hivyo jukumu lake, Roho Mtakatifu akaja juu yake, akampa mission sana ya kufikiria juu ya Israeli, akampa mission sana ya kufikiria watu wa mataifa, na haja yake, moyo wake ukamguza sana. Na neno linasema katika ile haja, neno la Bwana linasema Roho Mtakatifu akamsaidia, akamwambia, kwa kufikiri hivyo basi hutakufa mpaka uone faraja ya Israeli ikitimia. Na mtu asema amen jamani. I know hakuna mtu anayependa kufa. Hakuna mtu anayependa kufa, lakini ni habari njema. Ukiambia hautakufa utashangilia kweli. Na hiyo ndio message Simeon anaambiwa katika maisha yake yote ya Roho Mtakatifu kuja juu yake. Kwanza Roho Mtakatifu amemjaa, amekaa ndani yake, alafu anasikia sauti anamwambia, kwa kusudi hili mimi kuja kwako ni kwamba hautakufa mpaka uone faraja ya Israeli ikitimia. Na neno la Bwana linasema Simeon akiingia hekaluni kila siku, jamaa alikuwa anachungulia kazaliwa Mwokozi hakajazaliwa. Yani wote wakienda ibada, anaangalia baadhi ya wale watoto wote wanaingia hekaluni, anasema ndio huyu sio huyu. Unajua hiyo swali mnaulizwanga wakati wa harusi, ndio? Hiyo swali watu wanauliza, ndio huyu sio huyu. Nao haya maswali yameanza na Simeon. Biblia inasema akiwa pale mtu mwenye haki wa Bwana, lakini moyo wake unaumia. Unaangalia vile Israeli itangamia, unaangalia vile watu wa mataifa kama sisi hatuna tumaini lolote, anaumia kweli. Na Biblia inasema ya kwamba katika ile kusubiri kwake ndani ya hekalu, katika kusubiri kule kwake, siku moja Biblia inasema kama desturi ilivyokuwa ya wenzetu Wayahudi, akaona Mariam na Yusufu wanatokea na kitoto kidogo wamekibeba mkononi. Biblia inasema ule Roho akamwambia, huyo mtoto ndio huyo anakuja, mtoto ndio huyo anakuja. Na mtu aseme amen jamani. Biblia inasema Simeon akatoka akaenda. Hebu imagine nikuulize swali. Mtu ambaye wewe hamjui, wewe umebeba mtoto wako, alafu anakuambia hebu nipatie huyu mtoto. Bishop, itawezekana kweli? Utampiga maswali kidogo, wewe vipi bwana? Mbona unataka mtoto wako? Hebu imagine Simeon, kwa sababu ndio ilikuwa tumaini lake, ndio ilikuwa moyo wake, aone faraja ya Israeli. Na mtu aseme amen jamani. Leo kwenye hii Pentecost, ni jambo gani ambao Mungu amekusudia kutendea wewe na kupitia wewe? Ndio swali kubwa. Unapokaa hapa hii wiki, mimi nakwambia hakika mbele ya Roho Mtakatifu haitaenda bure kwa wewe ambaye utajitokeza ndani ya hekalu hii kwa jina la Yesu. Maana Mungu hawezi akatangaza kwa kinywa cha mtumishi wake aliyemtia mafuta Pentecost iwepo na Roho asitembee. Hamna. The only thing tubadilishe mawazo yetu yawe mawazo ya utukufu ya Mungu aliye hai. Ana mtu aseme amen jamani. Desire that. Najua kila mtu anaweza akawa na mambo yake moyoni, lakini tuyaweke pembeni. Kuna yale ambayo yanayemsumbua Mungu, na ndio maana anataka kujaza Roho Mtakatifu. Kuna yale ambayo Mungu anataka mission yake itendeke, na ndio maana anataka kutujaza Roho Mtakatifu. Ana mtu aseme amen jamani. That's the idea of God. Ndio wazo la Bwana. Simeon akaona mtoto amekuja. Alipoona ule mtoto analetwa, Biblia inasema akamkimbilia, akamchukua. Na alipomchukua, angalia haya maneno ambayo Biblia inasema, mstari wa 27. Mstari wa 27. Neno la Bwana linasemaje? Mstari wa 27. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomletea mtoto Yesu ndani ili wamfanye kama ilivyokuwa desturi ya sheria. And he came by the Spirit. Okay, we just go. Okay. Yeah, 27. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the customs of the law,
28, neno la Bwana linasema, then took he him up in his arms and blessed God and said, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema. Anasema namna gani? 29, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema. 30 inasemaje? 30 inasema, for mine eyes have seen thy salvation, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. 31, tuendelee. Neno linasemaje? Neno linasema, which thou hast prepared before the face of all people, uliowawekea tayari machoni pa watu wako. 32 nasemaje? Nasema ya kwamba, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel, nuru ya kuwa mwangazo wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israel. Na watu wote waseme amen. This man ambaye alikuwa na lengo la ajabu, aliamini na Roho alimfunulia. Unajua wakati mwingine Roho ana mengi sana ya kutufunulia sisi, ila wakati mwingine tunamfinya sana, tunataka aseme ya kwetu. Unajua kila wakati, yani unataka tumfanye Roho awe ni kama hana mission ndani yetu. Hebu uelewe ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ili kuachiliwa mbinguni aje kwako, uelewa aliyemwachilia ana mission na maisha yako. Ana huduma sana ambao na huenda analenga kwa ajili ya uponyaji ya watu wengine. Leo jiulize, wewe unatamani ujazwe ili uwe namna gani? Kuna watu wanakaa hawafikiri jambo lolote. Kuna watu wanaokoka hawafikiri hata wenye dhambi. Kuna mtu anaokoka haoni hata kujinyima ili neno la Bwana lipite. Yaani anafikiria mambo yake tu. Sikatai, kila mtu ana ya kwake. Hata mimi na ya kwangu. Hata Bishop ana ya kwake na mama. Lakini wakati mwingine watu tunaweka pembeni, tunamwambia Roho Mtakatifu tupe mzigo ya wale wanayepotea. Alafu Holy Spirit anakuja anatujaza. Ana mtu aseme amen jamani. Ilikuwa ni tamanio sana la Simon aone wokovu wa watu wa Bwana. Ilikuwa ni maombi yake aone faraja ya watu wa Mungu. Ilikuwa ni haja ya moyo wake, na ndio maana malaika Roho Mtakatifu akamwambia, hutakufa mpaka uone. I pray mwaka huu Bwana atusaidie wote tutimize maono yetu kabla hatujakufa kwa jina la Yesu. Ana mtu aseme amen jamani. Mungu kama alikupa, kama vile alimpa baba yetu na mama yetu vision ya mito ya baraka, aishi. Ana mtu aseme amen jamani. It is the desire of God. Aishi. Tunakataa vifo vya mapema kwa jina la Yesu. Ana mtu aseme amen jamani. Unajua wakati mwingine Mungu anakupa mradi mkubwa, alafu adui anataka ukuja kukata. Hapana, mwambie shetani hapana. Mwambie shetani hapana, na mtu aseme amen. Elewa ya kwamba kama Mungu amekupa huduma, kama Mungu amekupa neno la kusema kwa watu, kwa nini ufe mapema? Kwa nini upotee duniani mapema? Ni ombi lako, ni wewe utamani. Na hata tunaomba Mungu kwa sababu wengine wenu Mungu amewainua kwenye huduma ya kuimba. Ombeni msife muishi, muone mkitendea mataifa haki kwa ajili ya Bwana. Ana mtu aseme amen jamani. Ana mtu aseme amen jamani. Alafu nikwambia nini baba yangu, wakati kwaya ilikuwa naimba mzee, nimeona kitu sijui kama itawezekana. Nikatamani pale Nakuru pale mito, unajua wakarekodi video vyao alafu wanipe kwenye flash. Naweza nikawekanga tu nje jioni kwenye screen kubwa. Makwaya yanaimba. Wataanza kuuliza inatoka wapi? Sio inatoka wapi? Mito ya baraka. Unaonaje? Inaweza? Ana mtu aseme amen. Ni uinjilisti tosha. Kitambo pengine Bishop afanya utaratibu mje, mtakuwa mmetangazwa kwenye screen hapo.
Badala watu waone mamuvi za ajabu ajabu, kwa nini sura zenu zisijionekane huko kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai? Ana mtu aseme amen jamani. Yaani hiyo kitu imenikujia nikikaa pale sema jamani, Yesu wangu jamani hawa watu. And I believe itawezekana kwa jina la Yesu. Simeon aliambiwa hautakufa. Na mimi pia tunasema kwenye mito ya baraka hatutakufa katika jina la Yesu. Haleluya. Maana Bishop baba yetu na mama yetu wanatuombeanga tutajirike mapema. Sasa tukikufa nani atatajirika? Afadhali tutajirike kwanza. Na mtu aseme haleluya. Tutajirike tuhubiri injili ya ufalme. Hao wanaonaje? Ili Yesu aoinuliwe katika mambo yote. Roho Mtakatifu alikuwa na mission ya ajabu sana kwa wachache ambayo alishuka ndani yao. Na sisi vile tuko hapa hatusemi ni wachache, ni wengi. Maana yake mtandao uko kote, ni wengi sana. Na tunawaombea pia mahali walipo wawe na imani kama vile tulivyo navyo hapa. Ana mtu aseme amen jamani. Kwa sababu Biblia inasema Simeon alimchukua mtoto, Simeon akafurahi, Simeon akatabiri, na Roho wa Bwana akakonfirm lile neno, akalidhibitisha ile neno. Na mwishake ndiye anasema, Bwana sasa mtumishi wako sasa yuko uhuru, hata asipokuwepo duniani umetimiza yale aliyemwambia. I pray vision yetu haitakufa kwa jina la Yesu. Hata kama adui hapendi, ndivyo itakavyokuwa. Na leo tutaomba, hatutawacha hekalu la Bwana vile lilivyo, hatutawacha nyumba ya Bwana vile ilivyo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alijifunua sana sana, na alijaa wachache hata kabla huyo Yesu bado, lakini bado Mungu alimtuma na neno lake likatimia. Na mtu asema amen. Tunaenda tena hatua nyingine, ujio wa Roho Mtakatifu tunauangalia. Kitambo Yesu atangaze ili mitume waende wasubiri, Roho Mtakatifu alikuwa kazini tayari. Kama ilivyo siku ya leo, tunaangalia hatua nyingine. Tunaangalia kwenye hatua pia ya ubatizo wa Yesu. Ule ubatizo wa Yesu tulisema na bado tutarudia. Yohana mwenyewe kama vile alivyojazwa Roho Mtakatifu, alisimama akatangaza, akatabiri, akaonyesha watu njia, akawaambia vile ilivyo. Na huduma ya Yohana Mbatizaji, uelewe, ilikuwa chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Huduma ya Yesu pia ilikuwa chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Yote ilitendeka kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Na haya ndio maneno Yohana anayasema kwenye Luka 3:21. Yohana anasemaje? Luka 3:21. Neno la Bwana linasemaje? Luka 3:21. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also, being baptized and praying, the heaven was open. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Na mtu aseme amen. Tunaendelea 22. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasemaje? And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Sauti ikatoka mbinguni, Wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nipendezwae naye. Na kanisa lisema amen. Jesus, kusudi lake la kwenda kubatizwa lilikuwa na maana sana. Na ni kweli nimesikia tangazo la ubatizo liopo. Wenye kubatizwa waelewe kuna maana kubwa sana. Na Biblia inasema Yesu akienda katika kubatizwa, kitu cha kwanza he was praying, alikuwa anaomba. Mimi nimeona hata watu wanajazwa wakati kubatizwa dokta. Mtu anaingia kwenye maji alikuwa haneni, anaanza kunena. Mimi nakwambia inawezekana. Na mtu aseme amen jamani. Unajua Roho Mtakatifu, nimekwambia hivi, unaweza hata ukaa ndani ya gari anakujaza tu.
Unaweza hata ukawa unapika ugali na kujaza tu. Unaweza kuwa tu anakujaza tu. Sasa hapa kwenye ubatizo wa Yesu, ameenda kubatizwa, na uangalia Yesu alitimiza desturi zote, alitimiza kanuni zote. Na hivyo akienda kubatizwa kwa Yohana, neno linasema akiomba mbingu ikafunguka. Na mbingu ilipofunguka, Roho Mtakatifu naye akashuka juu yake kama kiwiliwili, na katangaza tangazo la ajabu sana ya kwamba huyu ndio mwanangu nipendezwaye naye. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Tumetangazwa mwaka huu ni mwaka wa kufurahishwa na Bwana. Ukiwa mtoto wa Mungu lazima ufurahishwe na Bwana. Na kama ni mwaka wetu wa kufurahishwa, angalia vile mbingu, vile Baba anavyofurahia mwana wake akibatizwa. Akamfungulia mbingu, akatangaza ya kwamba huyu ni mwanangu nipendezwaye naye. I pray, ndio maombi yetu. Wacha tuombe Mungu mwaka huu. Hata kama watu wanachukia, sisi tunapendwa na Jehova aliye hai. Ana mtu asema amen jamani. Hata kama watu hawatapenda, sisi Yesu ametupenda kwa jina lake. Mungu wetu ametupenda na mbingu itakuwa wazi. I pray in this Pentecost, mbingu ya mtu lazima ifunguke. Ana mtu asema haleluya. Mbingu ya kufanikiwa kwako lazima ifunguke katika jina la Yesu. Why? Kama Yesu ilifunguka kwake, kwa nini wewe isifunguke? Na unajua enzi hizo Jordan, mto Jordan ulikuwa na maana kubwa sana. Mto Jordan ulikuwa na maana kubwa sana. Kama vile nimesema, leo tutaenda kuomba. Na mimi nawahakikishia, na wewe mimi najua una imani. Archbishop na mama najua wote tuna imani. Mimi nakwambia kitambo wiki iishe, tunataka kuona majibu ndani ya maisha ya watu katika jina la Yesu. Wewe huoni hapa kila roho aliposhuka, kila mtu alijibiwa kwa nafsi yake, si kweli? Kila mtu alijibiwa. Kila mtu Roho Mtakatifu alifanya sawa na uhitaji wake. Kwa hivyo chochote ambao wewe utakapohitaji katika hii Pentecost, kuwa na uhakika, tukiomba mbingu itafunguka. Tukiomba sauti itasema. Tukiomba Bwana atathibitisha maombi yetu kwa utukufu wa jina lake. That is my prayer in this whole week. Na hivyo enzi hizo Jordan ilikuwa ya muhimu sana katika mito yote iliyokuwepo. Jordan ndio ilikuwa sehemu muhimu sana, na kutajia pointi 3 kwa nini Jordan, mto Jordan ulikuwa ni wa muhimu sana. Pointi ya kwanza, enzi hizo sehemu ya Jordan ndio sehemu ya maandalizi ya njia na mapito za watu katika maisha yao kuyaweka vizuri na Bwana. Na ndio naona Yohana Mbatizaji alihama mji, alihama maeneo yote, akaenda mto Jordan. Alikaa pembeni pa mto Jordan. Kwa sababu gani? Ndio ilikuwa ni sehemu kama njia ya maandalizi ya watu, ya kwamba mtu yeyote ambaye alikuwa na haja ya kuacha mambo yake mabaya angeteremka Jordan. Na kiteremka pale Jordan lazima akutane na Yohana Mbatizaji. Kwa sababu Yohana hakuhubiri mjini, eleweni hivi. Yohana hakuhubiri katika vijiji yote, eleweni hivi. Alikaa pembeni pa mji Jordan. Kwa hivyo jambo la kwanza, Jordan, mto Jordan ndio ulikuwa ni njia ambayo ya maandalizi ya mioyo ya watu. Na enzi hizo, kwa sababu Yohana hakuwa mwokozi, alitumia yale maji ya Jordan kama ndio ishara ya toba ya watu kusafishwa dhambi zao. Kwa hivyo mtu yote angeshuka Jordan anajua anaenda kusamehewa dhambi zake. Mtu yote angeenda Jordan anajua makosa yake yanaenda kufutiliwa mbali. Sina muda, lakini soma makundi mengi ambao yaliyemwendea Yohana pale Jordan. Walihama, wengine walikuwa askari, sijui wengine walikuwa watosha ushuru, sijui wengine walikuwa soma hapo. Wote walimwendea Yohana, na wengine walikuwa mafarisayo, wengine hata watu wa dini walienda Jordan. Wanajua ndio sehemu ya kusamehewa. Na Biblia inasema wengine walienda kwa kukwepa hukumu ya Bwana. Sasa Yohana akaendelea kubatiza, wengine Yohana akahubiri ujumbe hatari kabla hajawazamisha. Akaambia, henyi uzao wa nyoka, tubuni
na anamwambia mkwepe ghadhabu ya Bwana. Ikagusa mioyo ya watu. Maskari wakakuja kwa Yohana akamwambia, bwana mzee, sisi tunapenda kitu kidogo, tufanyeje? Yohana akawaambia, toshekeni na mshahara yenu. Kwani mimi nimesema siko kwenye Biblia? Iko huko. Sijui na watosha ushuru anasema, na bwana sisi tukikaa pale mlangoni tunakata watu miguu bwana, tufanyeje ili tuambie nyinyi msitoshe watu zaidi sana. Yaani kila mtu alijibiwa. Yaani Jordan ndio njia ya watu kutengeneza mambo yao kwa Bwana. Ana mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo Yesu naye akaenda pale. Akasema wacha niende pale Jordan. Akaenda mahali husika mtoni Jordan. Na alipoenda pale akajua ya kwamba hapa kila jambo litaenda sawa. Kumbukeni, ndio unaona hata Yesu alipoenda kuwa anaenda kubatizwa, Yohana alikuwa anataka kukwepa, Yesu akamkataza. Akamwambia, wewe fanya hii ili tutimize haki zote. Jordan ilikuwa sehemu muhimu sana. Jambo la pili, kwa nini mto Jordan? Mto Jordan elewe kwamba ndio uliokuwa kizuizi cha mwisho cha wana wa Israel kuvuka kwenda katika nchi ya ahadi. Yaani kama kulikuwa na bridge ndani ya maisha ya wana wa Israel ni mto Jordan. Kwa hivyo mto Jordan ni sawa na kifo na uzima. Uvuke ubaki, au ubaki umalizwe. Kwa hivyo Jordan ilisimama katikati ya kwamba apendaye maisha itabidi avuke huu mto ili twende tulidhi wote. Kwa hivyo Jordan ndio ilikuwa katikati ya kifo na uzima, na yoyote aliyepita ule mto ni sawasawa amekwepa kifo, ameingia katika uzima, katika ahadi za Bwana. Ana mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo Jordan ilikuwa ni mto, ulikuwa na ishara yake, na ndio maana Yesu aliuendea. Kumbukeni, Yesu ndio uzima wa milele. Yesu ndio uzima wa milele. Kwa hivyo alienda pale kutimiza haki zote, ya kwamba wale ambao walikuwa tu wanavuka mto wa kawaida ili wasife, wale tu ambao walikuwa wanavuka mto tu wa kawaida ili ya kwamba wapate uzima, sio inazidi sasa tu mto Jordan. Yesu akaonekana yeye ndio njia, kweli na uzima. Jambo la tatu, mto Jordan, eleweni pale ndio neno la Bwana linasema Yoshua na makuhani ndio walikuwa wa kwanza kukanyaga ndani ya hiyo maji wakidai urithi wao, na ndivyo ilivyotendeka. Neno la Bwana linasema walipokanyaga mara ya kwanza wakavusha taifa, ndio maana likapata urithi. Ndio sababu Yesu alienda pale Jordan. Ilikuwa ni sehemu ya kutimiza haki zote sawa na vile Bwana alivyofanya. Kwa hivyo na mtu yote alienda Jordan akatimiza hizo haki zote, Roho Mtakatifu basi kwake angekuja kwake. Na hivyo ndio naona Yesu baada ya kwenda pale mtoni, Yesu anamwangalia tu. Baada ya kutimiza zile ishara zote, ndio mbingu ikafunguka. Kama wewe uko hapo ulibatizwa, na mimi najua ulibatizwa, usiwe na shaka, Roho Mtakatifu atashuka. Roho wa Bwana lazima aje. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kubatizwa ni muhimu kama ilivyo Roho Mtakatifu, na ndio neno linasema baada ya hiyo Roho Mtakatifu kuja katika kutimiza hayo yote ya maji ya Jordan ndani ya maisha ya Yesu, Roho akasimama naye. Na Roho aliposimama naye katika mambo yote akaanza kumuongoza. I thank God, ni Roho Mtakatifu sasa anamtoa kwenye maji, anamchukua Yesu. Anamtu asema amen jamani. Akaanza kumuongoza Yesu katika matukio mbalimbali. Yesu hakujua ataenda wapi baada ya ubatizo. Yesu hakujua ataenda kwa nani baada ya kubatizwa. Yesu hakujua ataanzia wapi, lakini Biblia inasema huyo Roho Mtakatifu ndio alimchukua akaanza kumuongoza. Na mtu aseme amen jamani. Luka 4:1 neno la Bwana linasemaje? Luka 4:1 neno la Bwana linasemaje? Luka 4:1. And Jesus, being full of the Holy Ghost,
returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Jordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Eleweni, sio Yesu alijipeleka. Kazi ya Roho Mtakatifu. Unajua, nimegundua Roho Mtakatifu hata akikuongoza wakati mwingine kwenye mambo mazito, anajua namna atakutoa. Maisha sio vile unafikiri. Hali wakati mwingine ina change. Lakini huyo Roho Mtakatifu aliyekujaa, ukimwachia nafasi atakuongoza vizuri. Ungesema amen jamani. Narudia, wakati mwingine life is not easy vile unavyotaka. Unapookoka kuna mambo mengi yanatokea, vitu vingi vinafanyika, lakini elewa, sio wewe unayeishi, ni Roho wa Bwana anaishi ndani yako. Sio wewe unayejishindania, ni Roho wa Bwana anakushindania. Sio wewe unayejitetea, Roho Mtakatifu atakutetea. Neno linasema Yesu baada ya kubatizwa, sasa hakuwa yeye, alikuta Roho amemchukua, anamwambia come. Yesu anafikiri anapelekwa nyikani, majaribu yamejaa, na amekaa siku 40 njaa, amekaa siku 40 hali hanyu. Ninamshukuru Mungu. Mimi nilikuwa nafikiri ati Yesu alikuwa nyikani peke yake, kumbe hakuwa peke yake. Roho Mtakatifu alikuwa na yeye. Na mtu aseme amen. Hata yale mambo shetani anajaribu kumzunguka naye, Roho Mtakatifu kimya. Kwa sababu shetani hamuoni Roho, lakini Roho anaona shetani. Na mtu aseme amen jamani. Kwa maana shetani angemuona Roho angekimbia, hiyo vita angeweza. Lakini akafikiria Yesu yuko mwenyewe, akaona baba ya watu wanaendelea kujikondea pale, njaa nini. Shetani anasema huyu si binadamu kama yeye. Roho Mtakatifu anamchungulia, anampeleka. Shetani anambia njoo, akamuonyesha, anambia jirushe. Roho Mtakatifu anambia usijirushe. Yaani Roho anamwambia Yesu, shetani anafikiri yuko mwenyewe. Anambia wewe mbona anamwambia ajirushe na suba hapo, kumbe ni Roho anamwambia usijirushe. Na mtu asema amen jamani. Haleluya wewe. Akamwambia haitoshi basi, kama haujirushi basi wacha. Njoo sasa nikuonyesha chakula nzuri. Njoo. Yesu anamfuata tu. Ni Roho anamsukuma. Shetani anamwambia unaonaje tutengeneze kampuni ya kugeuza mawe yawe mikate. Roho anamwambia usikubali. Mwanadamu haishi kwa mkate tu. Haleluya wewe. Holy Spirit. Napenda Roho Mtakatifu sana. Biblia inasema shetani kwa majaribu yake yote alimjaribu Yesu, akashindwa na yeye, kwa sababu sio Yesu alienda kwenye hayo majaribu, ni Roho Mtakatifu alienda kutengeneza imani yake. Na mtu aseme amen. Sema amen. Mwaka huu yale unayopita kwa ajili ya Bwana, sio wewe utajipigania. Roho Mtakatifu atashuka mwenyewe. Hata kama watu wanaona hautoki, utatoka kwa jina la Yesu. Kama Yesu alishinda, sisi wote tunashinda kwa jina la Yesu. Na Biblia inasema katika hiyo hali yote ambayo Roho Mtakatifu alisimama nayo, kuna vitu ambao hata vikizidi akili yako, kaa vizuri na Roho Mtakatifu. Nasema kaa vizuri na Roho Mtakatifu. Ana sauti yake kuliko ya binadamu. Ana maelekezo yake kupita ya binadamu. Anaweza akakupenyesha njia ambayo binadamu hawaoni, lakini Roho anaona na kupitisha hivyo. Na wewe unapita, na jina la Bwana liinuliwe. Na Biblia inasema Yesu aliendelea kumtii Roho Mtakatifu. Alipoendelea kumtii Roho Mtakatifu, baada ya haya mambo yote, tusome mstari wa 14, anatokea namna gani? Mstari wa 14 anatokea namna gani? 14 hadi 15. Nampenda Roho Mtakatifu. And Jesus returned in the power of the Spirit in Galilee, and there went out a fame of him through all the regions around about.
Yesu akarudi kwa nguvu ya Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. 15 inasemaje? 15 inasemaje? Na Biblia inasema, and he taught in their synagogues, being glorified of all. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Na kanisa liseme amen. Kanisa liseme amen. Ni siku ya kwanza ya Pentecost. Mungu mwenyewe aliwekea msingi hata kabla ya kuzaliwa kwa mwanae. Mungu mwenyewe aliwekea misingi kwa wachache waliokaa hekaluni wakimsubiri. Ana mtu asema amen jamani. Na wote walikuwa, kila mtu alikuwa na tatizo lake. Elizabeth alikuwa na la kwake, Mary alikuwa na la kwake, si kweli? Zakaria alikuwa na la kwake, Simeon alikuwa na la kwake. Lakini tunaangalia Roho alipokuja, hayo yote yalifutwa.